Kila mara kazi ya Mungu inaposonga mbele kwa mafanikio, Shetani na malaika zake hujiinua ili kuweza kupingana na kazi hiyo. Leo tutaangazia baadhi ya mipango ya ukinzani iliyoinuka hasa kutoka ndani ya kanisa kupingana na ujumbe ule wa mwaka 1888. Pamoja nami Joseph Kambuga. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa ajili ya Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa ya thamani kuendelea na mfululizo wetu wa masomo juu ya ujumbe wa mwaka 1888. Tunakuomba tunapojifunza mipango ya ukinzani tuweze kuchukua masomo ya thamani, tusije tukajikuta ya kwamba na sisi nao tunapingana na kazi yako bila kujua. Asante ya kwamba utakuwa pamoja nasi kupitia uwepo wa Roho yako Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Juhudi za Ellen White, za A.T. Jones pamoja na E.J. Waggoner katika kutangaza ujumbe wa haki kwa imani hazikuwa bila vikwazo. Ukweli ni kwamba upinzani mkubwa ulitokea ndani ya kanisa kuliko nje ya kanisa. Ndugu wengi waliokuwa katika nyadhifa za uongozi walikuwa wakipingana na ujumbe wa Mungu kupitia A.T. Jones na Waggoner, na kuanzia mkutano wa mwaka 1889 ulianza kuonekana ukinzani mkubwa sana dhidi ya wajumbe hawa wa Mungu. Katika mkutano wa General Conference, mkutano mkuu wa kanisa wa mwaka 1889 uliofanyika kuanzia Oktoba 18 hadi Novemba 11. Pamoja na kwamba ni wengi waliokuja wakiwa na shuhuda za uamsho ulioshuhudiwa katika mwaka huo, wengi miongoni mwa viongozi hawakuwa wameupokea ujumbe. Walikuwa wakimpatia Shetani nafasi ya kuwatumia, na kwa sababu ya kumpatia Shetani nafasi hiyo, kwa sababu hawakukataa kutubu, kwa sababu hawakukubali kutubu, kwa sababu hawakuruhusu ujumbe huo ufanye kazi ndani ya mioyo yao, walijikuta wako mikononi mwa Shetani, na Shetani alikuwa akiwatumia huku wakidhani ya kwamba wanaifanya kazi ya Mungu. Mipango mbalimbali iliyofanyika kwa ajili ya kuboresha utendaji kazi wa kanisa katika mwaka huo 1889 ilikuwa ni mipango ambayo ilikuwa ina makusudi ya kuzuia kazi ya Mungu kupitia A.T. Jones na E.J. Waggoner. Sasa mipango mbalimbali iliyowekwa katika mkutano huo iligusia nyanja mbalimbali, lakini hasa ilikuwa ni mipango iliyohusiana na kazi ya uhuru wa dini pamoja na kazi ya uchapishaji. Sasa ni vyema kukumbuka ya kwamba A.T. Jones alikuwa yuko mstari wa mbele katika kanisa la Adventista wa Sabato katika kazi hii ya uhuru wa dini, na kazi hiyo alianza mwaka 1886 katika wakati alipochaguliwa yeye pamoja na E.J. Waggoner kama wahariri wakuu wa gazeti la American Sentinel, gazeti la mlinzi wa Marekani, lililokuwa ni gazeti la kanisa kutoa elimu kwa jamii juu ya uhuru wa dini. Sasa kazi yake ya uhuru wa dini ilianza kupingwa vikali kufikia mwaka 1889, lakini pia kazi ya uchapishaji ambayo A.T. Jones na E.J. Waggoner alikuwa akijihusisha sana kule katika Signs of the Times, katika American Sentinel na katika machapisho mengine mbalimbali, nayo ilipingwa katika mipango iliyowekwa mnamo mwaka 1889. Pamoja na kwamba Jones alikuwa ni mchapakazi mwenye bidii sana katika kazi ya uhuru wa dini, na hiyo ilishuhudiwa jinsi alivyopingana na mswada wa Senator Blair kiasi kwamba hukufanikiwa kupitishwa kuwa sheria, kazi yake bado haikufurahiwa na baadhi ya watu. Sasa katika kanisa la Waadventista wa Sabato kuanzia mwaka 1888 hivi iliundwa kamati ambayo ingehusiana na kazi ya uhuru wa dini katika kanisa la Waadventista wa Sabato. A.T. Jones alichaguliwa kuwa mkuu wa kamati hiyo. Ilikuwa inaitwa kamati ya uhuru wa dini. Kufikia mwaka 1889 kamati ya uhuru wa dini ilibadilishwa jina na ikaitwa shirika la uhuru wa dini wa taifa, japokuwa ilikuwa ni shirika ambalo lilikuwa linaongozwa na Waadventista wa Sabato. Sasa shirika hili la uhuru wa dini wa kitaifa, baada ya kubadilishwa jina, bado Jones alikuwa ndiye rais wa shirika hilo,
Sasa katika mkutano huo wa 1889, mkutano mkuu wa kanisa, wakati A.T. Jones bado akiwa ni rais, katika mkutano huu aliondolewa katika nafasi yake ya kuwa rais wa kamati hiyo ya hilo shirika la uhuru wa dini wa taifa, na badala ya A.T. Jones aliwekwa Captain Eldridge kuwa rais wa shirika hilo pamoja na Dan T. Jones. Sasa wengi sana wakisikia jina Dan T. Jones wanadhani kwamba alikuwa ni ndugu yake A.T. Jones, lakini Dan T. Jones pamoja na Captain Eldridge, rais pamoja na msaidizi wake na makamu wake wa shirika hilo, walikuwa ni watu ambao walikuwa kikinzana vikali na kazi ya A.T. Jones. Kuna kipindi hata kipindi ya Dan T. Jones alipokuwa ni katibu wa kamati kuu ya General Conference, utendaji kazi wake ulikuwa kinyume na A.T. Jones. Ulimuongoza Ellen White kuandikia viongozi ya kwamba angepaswa kutolewa katika mamlaka katika wadhifa huo na kuondolewa kabisa katika kazi ya kanisa katika ngazi za General Conference. Alikuwa Captain Eldridge pamoja na Dan T. Jones walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wa A.T. Jones, na wao kuchaguliwa kuwa viongozi wa hilo shirika la uhuru wa dini wa taifa zilikuwa ni mbinu za kukinzana na kazi ya A.T. Jones aliyokuwa akifanya. Na Jones na Wagner katika shirika hilo la uhuru wa dini wa taifa waliwekwa kuwa katika kamati ya wahariri. Sasa unaweza kadhani ya kwamba kuwa kamati ya wahariri basi inawapatia uhuru wa kufanya machapisho katika kamati hiyo, katika shirika hilo, lakini hiyo haikuwapatia nafasi, kwa maana ilipitishwa sheria katika shirika hilo la uhuru wa dini wa taifa ya kwamba machapisho yoyote ambayo yatachapishwa chini ya jina la shirika hilo basi yanapaswa kuwa yamepitiwa na kukubaliwa na kamati kuu ya shirika hilo. Sasa A.T. Jones walikuwa katika kamati ya wahariri, lakini hawakuwa katika kamati kuu. Lakini aliyokuwa katika kamati kuu ni Dan T. Jones pamoja na Captain Eldridge. Kwa hivyo kazi ya Mungu kupitia A.T. Jones na Wagner ilikuwa ikikumbana na vikwazo vigumu sana, na shirika hilo lilikuwa pia linaongoza uchapishaji wa machapisho ya American Sentinel, na machapisho ya American Sentinel nayo pia yalikuwa yakiongozwa na kamati kuu hii ya shirika hilo. Hivyo kazi ya A.T. Jones na E.J. Wagner katika kufanya machapisho kuhusiana na uhuru wa dini ilikutana na ukinzani mkubwa kutoka katika ndugu hawa katika imani. Katika kazi ya uchapishaji pia kuna mipango iliyowekwa ambayo ilisemekana kwamba ni mipango ya kuboresha kazi ya uchapishaji, lakini ilikuwa ikikinzana sana na kazi ya A.T. Jones pamoja na Wagner. Sasa kamati ya mapendekezo ya watendakazi katika kazi ya uchapishaji katika mkutano wa 1889 iliwekwa chini ya E.W. Farnsworth ya kwamba walikuwa na mpango wa kuteua chombo ambacho kingesimamia kazi ya uchapishaji katika kanisa zima kwa ujumla, na ilibidi wateue viongozi. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya uteuzi alikuwa ni E.W. Farnsworth, na pia ilipendekezwa kwamba iwepo kamati nyingine ambayo ingependekeza mipango ya kazi ya uchapishaji kwa ajili ya kuweza kuiweka kazi ya uchapishaji katika uongozi mzuri wa kanisa. Na pia aliyowekwa chini ya kamati hiyo ya mapendekezo ya mipango alikuwa ni R.A. Underwood. Sasa E.W. Farnsworth pamoja na R.A. Underwood walikuwa ni ndugu waliokuwa wakikinzana sana na kazi ya A.T. Jones na Wagner. Hivyo mipango walioiweka katika uchapishaji ilikuwa inafunga kazi ya ndugu hao wawili kutoweza kufanya kwa uhuru ile kazi ya uchapishaji. Miongoni mwa mipango iliyowekwa juu ya kazi ya uchapishaji ilikuwa ni kuwa na chombo kimoja kitakachoongoza kazi nzima ya uchapishaji katika kanisa. Chombo hicho kilikuwa kinapaswa kumiliki na kusimamia mauzo ya vitabu vyote vya kidini na vipeperushi pamoja na magazeti ndani ya kanisa. Pia hicho ndicho chombo ambacho kilihusika katika kununua hakimiliki za machapisho yote, kuteua viongozi watakaosimamia kazi za ofisi mbalimbali za uchapishaji. Na tunaona ya kwamba watu ambao wangechaguliwa katika kamati hiyo basi wangekuwa ni wapinzani wa A.T. Jones pamoja na E.J. Wagner. Mipango hii ilikuwa ni kwa kusudi la kuzuia kwa kadri iwezekanavyo kazi ya Jones
na Wagner ambayo walikuwa wameifanya kwa uhuru mkubwa sana mnamo mwaka 1889. Pamoja na kwamba wengi walichukulia hiyo mipango ya kwamba ni ya kawaida, Ellen White aliwaonya sana viongozi juu ya hatari ya kuzuia kazi ya Mungu kusonga mbele kwa kupitisha mipango ambayo hawakuwa wamemhusisha Mungu katika kuifanya. Sasa viongozi inawezekana ya kwamba walidhani ya kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya kusogeza kazi ya Mungu mbele, lakini kwa sababu walikuwa wameukataa ujumbe, shetani alikuwa akiwatumia yeye mwenyewe. Miaka iliyofuata baada ya 1889 ilishuhudia juhudi za pande mbili, upande mmoja ukijaribu kufundisha ujumbe wa haki kwa imani kwa nguvu zote, wakati upande wa pili ukijaribu kuizuia kazi hiyo kusonga mbele kwa kuweka vikwazo na mipango kinzani. Mwaka 1890 Novemba 3, Ellen White akiwa katika pwani ya mashariki ya Marekani kwa ajili ya kazi ya utume kule katika mji wa Salamanca, New York, alipewa njozi iliyomfunulia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiendelea katika kanisa, yaliyokuwa yakizuia kazi ya Mungu kusonga mbele. Sasa miongoni mwa mipango hiyo aliyoiona, aliona pia siku hiyo alionyeshwa kuhusiana na shirika la uhuru wa dini la taifa. Jambo la kushangaza ni kwamba tarehe hiyo hiyo kipindi Ellen White anaonyeshwa njozi kule Salamanca, New York, kulikuwa na kikao cha pili cha mwaka cha shirika la uhuru wa dini wa taifa kule Battle Creek, na mipango iliyokuwa ikiwekwa ilikuwa ni mipango kwa ajili ya kuifunga kazi ya A.T. Jones pamoja na Wagner katika utumishi wao wa gazeti la American Sentinel. Ellen White pia alionyeshwa jinsi ambavyo kulikuwa kuna mapatano ya fitna yaliyokuwa yakifanyika ili kuzuia kazi ya Mungu kusonga mbele. Alionyeshwa kwamba jinsi ambavyo matumizi ya fedha yalivyokuwa yakiendeshwa kinyume na mpango wa Mungu katika ngazi ya General Conference. Kuhusiana na masuala ya matumizi ya kifedha katika nyadhifa za juu za kanisa kipindi kile, Ellen White pia kuna changamoto ambayo ilikuwa ikimkabili yeye binafsi kutokana na utendaji kazi usio wa uaminifu na viongozi wa kanisa. Ellen White kipindi hicho alikuwa na deni la takriban $7,000 hivi kutokana na machapisho ambayo alikuwa ameyapeleka kule katika ofisi ya Review and Herald, ambayo ilikuwa ndio nyumba ya uchapishaji kubwa zaidi ya kanisa kipindi kile. Kitabu cha Pambano Kuu cha toleo la mwaka 1888 pamoja na Wazee na Manabii cha mwaka 1889 vilikuwa ni vitabu ambavyo Ellen White alivipeleka kule Review and Herald ili viweze kuchapishwa na kusambazwa, lakini badala yake vitabu vile havikuwa vikiuzwa, badala yake viliwekwa tu katika magala ya vitabu, na hiyo ilipelekea Ellen White kutokupata fedha za mauzo ili kulipa gharama za uchapishaji kule Review and Herald. Badala yake walikuwa kipigia debe usambazaji wa kitabu cha masomo ya Biblia nyumbani, yani kinaitwa kwa Kiingereza Bible Readings for the Home. Sababu kwa nini vitabu vya Ellen White vilikuwa vichapishwi ni kwa sababu wengi wa viongozi katika ofisi za Review and Herald, mhariri mkuu na msimamizi wa ofisi hiyo akiwa ni Uriah Smith, walikuwa wakubaliani na ujumbe wa Jones na Wagner. Kwa kitendo cha Ellen White kushirikiana na hawa ndugu kilikuwa ni jambo ambalo halikuwapendeza viongozi wa Review and Herald. Hivyo hata vitabu vyake, kwa mfano Pambano Kuu kilichohaririwa na Jones pamoja na Wagner, kilikuwa ni kitabu ambacho hawakuamua kukisambaza. Hivyo wakamweka nabii wa Mungu katika deni kubwa mno. Wakati Ellen White alipohitaji msaada wa kifedha kipindi anafanya kazi kule New York Salamanca, alimwandikia mhazini wa General Conference kwa ajili ya kumwezesha katika kazi ya Mungu aliyokuwa akifanya kule, kwa maana ilikuwa ni kazi ya kanisa. Lakini mhazini alimjibu ya kwamba Ellen White analo deni kubwa na asingeweza kupata msaada huo wa kifedha. Sasa uzoefu wa namna hiyo sio uzoefu mwepesi wa kuchukuliana nao, hata kama wewe ni nabii wa Mungu, na haukuwa ni mzoefu mdogo mwepesi mno wa Ellen White kukabiliana nao. Ellen White alisema ya kwamba alinyenyekezwa mno na jinsi ambavyo wale watu walikuwa wakifanya kazi. Ni jambo ambalo lilimuumiza sana, na alijihisi kana kwamba ni mtu ambaye hakuwa na umuhimu katika kazi ya Mungu, japo Mungu alizidi kumtia nguvu katika utumishi wake.
Kufikia mwaka 1893 kanisa lilimwagiza Ellen White kwenda katika bara la Australia kwa ajili ya kuendeleza utume uliokuwa unaendelea huko. Sababu kuu kwa nini kanisa walifanya hivyo, kwa jinsi ilivyoonekana na wengi, ilikuwa ni kwa makusudi ya kumuondoa Ellen White kutoka Battle Creek, ambapo kilikuwa ni kitovu cha kazi kule katika ulimwengu mzima. Jambo hili lilifanya kanisa kukosa mashauri ya thamani kutoka kwa nabii ambaye Mungu alikuwa amemuinua kwa kipindi kile. Pia kutokana na upinzani wa ujumbe wa thamani ambao Mungu alikuwa ameuleta, kazi ya Mungu kazi ya Mungu ilisonga mbele kwa utaratibu mno, na kazi ya Mungu, Ellen White anasema ya kwamba ilikuwa nyuma ya kalenda. Jones na Wagner pia walitenganishwa katika kazi zao. A.T. Jones alipelekwa kufanya kazi kule Ulaya na Wagner alibaki pale Marekani. Kwa kuwatenganisha hivyo hawa wajumbe wa Mungu, wapinzani wao walipata nguvu zaidi ya kupingana na kazi ambayo Mungu alikusudia ifanyike. Maisha ya Jones na Wagner yalifikia ukomo huku wakiwa nje ya imani ya Waadventista wa Sabato. Kulingana na Ellen White, anasema ya kwamba upinzani na chuki vilivyodhihirishwa dhidi yao ni mojawapo ya sababu zilizopelekea mwisho wa wajumbe hawa, mwisho wa kusikitisha. Lakini hata hivyo, hatima ya wokovu wao bado iko mikononi mwa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Maana muuguzi wa Jones, kabla ya kufariki kwa Jones, alisema ya kwamba kipindi akiwa na muuguza Jones alisema ya kwamba hakuwa amewahi kuiacha imani ya Waadventista. Hivyo ni jambo la kumwachia Mungu mwenyewe, ndiye anayejua kama watu hawa walikufa katika tumaini au hawakufa katika tumaini. Ellen White aliandika sana juu ya ufanano wa uzoefu wa Israeli ya kale na Waadventista. Kama ambavyo Waisraeli walitanga nyikani miaka 40, Uadventista ungeshuhudia ukawiaji wa ujio wa Bwana kwa muda mrefu zaidi. Mnamo 1898 Ellen White alipata njozi aliyoamini ya kwamba inamaanisha kwamba angekufa bila kushuhudia ujio wa Bwana wake Yesu Kristo. Aliona uwezekano wa kuwa na wakati wa kungoja sana kabla ya ujio wa Bwana. Ellen White aliandika mnamo mwaka 1898 akisema ya kwamba tunaweza kuhitajika kubaki katika dunia hii miaka mingine mingi zaidi kwa sababu ya kutotaka kujisalimisha kama wana wa Israeli. Lakini watu wa Mungu wasiongeze dhambi yao kwa kumtuhumu Mungu na matokeo ya uchaguzi wao wenyewe usio sahihi. Alisema kwamba hii kazi huku ukawia kwa Yesu Kristo, usidhani ya kwamba ni Mungu mwenyewe aliyekusudia, kwa maana ni matokeo ya uchaguzi usio sahihi. Ellen White pia alisema ya kwamba kuhusiana na mkutano wa 1888 na miaka iliyofuata, anasema ya kwamba hatukupata ushindi ambao tungeweza kuupata. Alisema pia Bwana amenionyesha mambo ambayo yangetokea kama kazi iliyotakiwa kufanywa ingefanyika. Anasema ya kwamba wakati wa usiku nilikuwa katika kutano ambapo ndugu alikuwa akiungama kwa ndugu. Wale waliokuwepo walikumbatiana na kufanya maungamo ya moyo uliopondeka. Nguvu na roho wa Bwana vilidhihirika. Hakuna alionekana kuwa na kiburi kiasi cha kutoweza kusujudu mbele za Mungu kwa unyenyekevu na moyo uliopondeka. Wale waliokuwa mstari wa mbele katika kazi hiyo ya toba, kama alivyoonyeshwa Ellen White, akasema kwamba ndio wale ambao hapo kabla hawakuwa na ujasiri wowote ule wa kuungama dhambi zao. Ukweli ni kwamba Yesu Kristo hafurahii kukawia kiasi hiki na kuiona dunia ikiendelea kuchafuka wakati bado amebaki kule mbinguni bila kuja kuwachukua watakatifu wake. Waasisi wetu walitamani sana kuishuhudia siku ya Bwana mbele ya macho yao, wakimuona Yesu Kristo anakuja kuwachukua bila ya wao kuonja mauti. Lakini kukataa ujumbe wa thamani ambao Mungu angeutumia kwa ajili ya kuleta uamsho wa kweli, wa kuleta kazi ya Mungu kuifikisha, wa kuleta mvua ya masika na kazi ya Mungu kufikia ukomo katika dunia hii, ujumbe huo ulikataliwa. Swali ni kwamba fursa ya pekee ambayo Mungu ametupatia hivi leo kuupokea ujumbe huu, je, tunaikubali? Je, tunaitumia ipasavyo? Mungu ametupatia fursa ya pekee, mimi na wewe, kukubali ujumbe huu, kuutangaza,
kuungama dhambi zetu, kurekebisha mambo yote ambayo tumekwisha kuyakosea, kufanya matengenezo yatakayokuja pamoja na uamsho. Na uamsho huu utakapofanikiwa kukamilisha ile kazi ambayo Mungu anatamani iweze kukamilika ndani ya mioyo yetu, Bwana wetu Yesu Kristo hata kawia zaidi, bali atakuja aweze kunichukua mimi na wewe kwenda nyumbani. Ni ombi letu ya kwamba historia hii ikuongoze kuupokea ujumbe huu wa thamani, kuutangaza na kuuishi, ili Bwana wetu Yesu Kristo akukute ukiwa tayari. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, asante sana kwa ajili ya ujumbe wa thamani ambao umetupatia kwa miaka mingi sana. Tunakuomba uweze kuamsha watu wako ili ujumbe huu uweze kupokelewa katika miaka hii na uweze kutangazwa, na hatimaye Mwokozi wetu utarudi, utatuondoa katika kukatishwa tamaa huku katika dunia hii. Tujaze Roho wako Mtakatifu, tupatie moyo wa kutegemea, moyo wa unyenyekevu wa kuungama, kukubali makosa na kuyaacha, ili hatimaye Mungu wetu dunia nzima iweze kuangazwa na utukufu wa watu wako waliotiwa muhuri na waliofanywa kufanana nawe kikamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba umesikia na ya kwamba utajibu, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Umekuwa pamoja nami Joseph Kambuga. Mpaka wakati mwingine, uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.